Baba naye taarifa ya ujauzito mimi ninaijua vizuri. Sasa mimi atanificha kitu kweli na mimi mama yake? Kuhusu taarifa ya mimi naijua, mwanangu ni mjamzito. Na hapa nilipo nimefurahi hatari. Anakupa maumivu makali yoyo. Kiukweli labda mama nikwambie kitu kimoja. Dokta kaniambia sina uwezo wa kumpa mimba mwanamke yoyote kwa dunia. Baba, kumbuka daktari binadamu. Na binadamu siku zote atabaki kwa binadamu. Mwenyezi Mungu ndo kila kitu. Kwani Mwenyezi Mungu akipanga, binadamu hawezi kupangua hata mara moja. Kwa sababu hivi kuna wengi wameambiwa kwamba matasa hawazai hawafanyeje, lakini Mwenyezi Mungu apitisha heri na ana watoto kibao. Sasa utasema yule kapata ulemavu ndo aweze kuzaa? Ni hilo nakataa. Mama, hata pia Jacqueline anajua hilo tatizo. Hivi mwanao hana tatizo lolote? Mimi mwanangu sikumbuki kuwa na tatizo lolote. Mimi mwanangu mzima kabisa. Na sijapata changamoto yoyote kuhusu mwanangu. Yaani kuhusu mwanangu ondosha shaka baba. Yuko vizuri kabisa. Mama, siku zote haki ya mtu vizuri. Maana chini ya jua kila kitu kitabadilika. Kama mambo ya kweli au si. Dhuluma ya mtu mama abadan haiwezi kudhulumiwa maisha. Mimi naona huko tutapoelekea tena. Naona babangu labda umeniita kuja unisute. Mara kila ninachokuambia babangu unataka kunisikiliza. Kila ninachokusema unataka kunisikiliza. Au umepanga mwanangu uje unitoe meno bila ganzi? Baba bwana. Mara kila ninachokuambia utake. Wewe kuna shida gani? Nisikilize babangu. Yaani siku zote unapokaa na mke wako ndani ya nyumba kuna matatizo na kuna changamoto. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja mwanangu. Achana na hivyo vitu. Sawa. Ila jambo langu mimi nilikuwa ni hilo tu. Ndio maana mimi nashukuru sana. Kwani hata mimi napenda mtu kama wewe. Yaani kuliko unakuwa na kitu unakieka rohoni, unakaa kinakunyunguruta kama yule za Kimasai. Hivyo vitu havitakiwi. Especially mtoto wa kiume. Yaani mwanaume unatakiwa kwamba ndio maana ukae kwa mke wangu hiki. Unakiona hiki kidude hiki. Hiki kwa ajili ya nini? Mtoto wa kiume, kwamba hata kuna vitu unajua binadamu saa nyingine sije kwa watu wametoka huko, wamekuletea maneno labda mke wako hivi, unajua binadamu hakuna anayempendelea mwenzake mazuri hata siku moja. Kwa babangu angalia sana. Isije kwa watu labda wamekuchonganisha, wamekupambanisha, wakaona labda ile kwa nini? Hakuna mtu anampendelea mwenzake heri. Mama. Sio kwamba nina nia mbaya. Ni mtazamo wangu tu. Unaongea. Baba tutaonana bwana. Vipi mwanangu? Maana nilikumisi mpaka ninaumwa. Yaani kila nikikaa nilikuwa ninakuazia mwanangu wewe. Hatari. Ni mwenyewe nilikuwa na shida na. Ndio maana nimefunga safari huko kote mpaka kuja hapa. Mama. Nimekuja kwa sababu ya Jacqueline. Mwanangu, Kiki, wewe bado hujakuwa. Naomba nisikilize mimi mama yako vizuri sana. Naomba niwekee hilo sikio lako. Tuliza londoka lako. Nisikilize ninakwambia.
Yaani mwanangu umekuwa sasa hivi mzuri. Ngozi nakwambia nyororo. Nakwambia mwanangu nywele inakuita. Ndio mtoto wa mama Kiki huyo. Mtoto anipa kiungo. Mashaallah. Mama akakuzaa, baba akakuzaa mwanangu. Kwanza mwanangu una udongo wa Maka. Rangi yako adimu. Watu wanaohangaika sijui mikorogo, sijui nini. Mwanangu. Yaani mimi mwanangu mzuri. Na ndio maana kukupeleka kule nimemaanisha. Sikiliza mwanangu. Kule nilipokupeleka kwa Roja. Uache yote mwanangu. Fanya unavyojua. Jiashua unavyojiashua. Mama ikiwezekana vaa kanga moja. Mama mtege Roja mwanangu. Akishaingia ile top kaja. Mwanangu ile jiachie kadi la samani. Ukimaliza hapo mwanangu, na kuomba mimi kama mama yako naomba uniheshimishe niitwe bibi. Maana hapa nina majina yangu hayo. Bibi Kiriwasha na bibi Shehere. Mama nikikiwasha ninakiwasha, nikishereheka ninashereheka. Upo? Beba mimba mama. Uzae na Roja. Ili upate kuniheshimisha mama yako. Hivi mama. Mbona una roho mbaya kiasi hicho? Utabadilika lini mama yangu? Yaani wewe ndio chanzo cha ndoa yangu kuharibika. Alafu leo tena unakuja unanishauri nini tena? Ushauri wa kipumbavu kama huo. Yaani eti mimi niende nikabebe mimba ya Roja. Una huruma mama? Basi sawa. Unapenda hela, hakuna shida. Kuwa na imani basi na mimi mwanao pia. Yaani mama unataka nitoe utongo kwa sababu ya pesa? Au mimi ni binti yako wa mchongo kama niko. Samani. Bila shaka wewe ni Mungu yako. Yeah. Mimi. Vipi? Tatizo lolote? Kifupi mkeo ameenda kinyume na sheria ya kampuni yetu. Sisi kampuni yetu ina utaratibu wa kuwagawa na kwenda kufanya kazi sehemu mbalimbali, ikiwemo kwenye shughuli ya msiba, ikiwemo kwenye msiba, mashughuli mitaani, pamoja na kupiga shaba. Lakini kwa sasa anajichukulia sheria zake na kwenda kufanya hayo mambo ikiwa kampuni haijui. Ndio maana tumekuja hapa kudai haki yetu. Sasa hiyo taasisi na mimi inahusiana nini? Mbona shindo kuelewa? Kakaangu, kama ndugu yangu alivyoongea, mke wako yuko kwenye taasisi yetu na asipolipa deni tunampeleka polisi. Tunamdai takriban shilingi 600,000. 600,000? Mke wangu mimi. Sasa huyu mke wangu anadaiwa hiyo 600,000. Inahusiana na nini? Mwana. Umepata ujasiri gani wa kuniambia maneno hayo? Kwani mimi Kiki ndo nakujua wewe? Mbona Mkiki mwanangu wakuwa hivyo? Leo hii mimi unaniambia mimi mama yako wa mchongo. Yaani wewe mtoto wangu wa mchongo kweli? Mtoto wangu wa mchongo Jackie. Na ndo maana mimi wewe mwanangu nimekuzaa mwenyewe, nimebeba mimba miezi 9 mwanangu. Wala hakuna mtu alinisaidia tumbo langu. Nimekuzaa mwanangu. Nakutakia heri, nakutakia mema. Leo unaniambia au mama mimi mtoto wangu wa mchongo kweli? Mimi mtoto wangu wa mchongo Jackie. Jackie ni mbona sijampa maarifa hayo yote? Nakupa wewe. Au mimi nimefanya kosa kupeleka kwa Jackie? Hebu mwanangu, achana nao nisikilize mama yako kwanza. Unataka mimi nikuheshimishe. Kwa hiyo unataka kunifanya chambo ili wewe upate pesa. Alafu unasema unataka kuheshimiwa. Eti kwamba unanijali, unanithamini. Hivi mama huko ni kunijali au ni kunichimbia kaburi mwanangu? Badilika mama wangu. Mtaa mzima ni wewe tu mama Kiki, mama Kiki. Unanitia aibu. Yaani najuta kuzaliwa na mama kama wewe. Nisikilize nikwambie Jackie. Mimi mama yako. Nakwambia tena. Na tena. Nadhani unanijua vizuri sana. Na siku zote unanisikia kauli yangu kwamba natibu mange na vidudu upande.
wewe utaishi na Roja, utake usitake. Tena amri yangu mimi kama mama, yani nitafanya kila njia, nitauza vyangu kudadadeki, nitafanya kila nini, wewe utakaa na Roja. Hilo nimetamka kauli moja tu, yani mimi ndo askari mwanamke, nimeongea, yani hiyo imeisha hiyo kwangu. Mama, labda nikwambie, kuanzia leo sitaki unihusishe kwenye mambo yako wewe na Jackie. Sitaki unihusishe kwenye hiyo mipango yenu kabisa. Kiki! Wewe Kiki wewe! Sisi kampuni yetu ina utaratibu wa kuwagawa na kwenda kufanya kazi sehemu mbalimbali, ikiwemo kwenye misiba, kwenye mashughuli mtaani, pamoja na kupiga shaba. Lakini kwa sasa anajichukulia sheria zake na kwenda kufanya hayo mambo ikiwa kampuni haijui. Ndio maana tumekuja hapa kudai haki yetu. Naona kama kuna kitu unaanza kunisumbua, kwa sababu hata pia mimi mke wangu hizi ndani ya siku 2 simuelewi. Hapo na isitoshe kama mnanituagiza. Sasa naomba kitu kimoja. Acha mke wangu nikae naye chini. Then nyinyi mtanipa namba zenu. Mimi nitajua jinsi gani ya kumtreat. Namba ni muhimu sana. Hebu madam iandike hiyo namba. Mwiba unaweza ukakua, mwiba unaweza kukusumbua, mwiba unaweza kukutoa uhai. Hii hiyo isha 52. Mimi nadhani kiongozi hapa tushapata namba. Kinachotakiwa hapa ni mawasiliano na kuweni na amani. Shukrani sana. Bila shaka. Basi sisi naomba tukuache. Basi hamna shida viongozi. Shukrani sana. Karibuni jamaa. Asante sana. Mjisikie kama mpo. Asante kiongozi. Mwiba. Jacqueline. Oh, mwiba. Kwa nini? Mwiba. Leo afadhali mwanangu, maana kulikuwa na kitu kimenikaa rohoni, nasema nikikutana na wewe nikuulize. Hivi wewe na yule Jacqueline mmezaliwa vipi mahusiano yenu? Kwa sababu mama yako aliniambia Jacqueline ni mtoto wa dadake, baba mmoja mama mmoja, na dada yake amefariki. Kwa hiyo Jacqueline maisha alimlea, alipotoka hapo kumpeleka Kenya masomoni, akulia huko Kenya. Kwa hiyo wewe naona utanifungulia. Mama mkubwa, hayo yote ulioambiwa ni ya uongo. Mama, kama unavyomjua mzee wa kupenda pesa, Jacqueline ana wazazi wake, tena wote wawili wapo hai na wanakaa huko kijijini kwao. Maumivu ya usaliti yanachoma moyoni. Unayempenda riziki, nachofanya haoni. Anakupa maumivu makali yoyoyo, unaweza upate jibu, ni hatari yoyoyo. Utapeli unakithiri kwa dunia, mwiba inauma sio siri. Twaangamia vibaya. Binadamu wamejawa na chuki na vingi visasi, wanaweza kukupa mkuki ukachome mishikaki. Mwiba unaweza ukakua, mwiba unaweza kukusumbua, mwiba unaweza